Jua lilichoma kwa nguvu ile siku, likimiminika mwanga wake wa juu ya majengo ya kifahari na barabara zilizosheheni magari ya kila aina. Mji ulipumua kwa pilika za watu waliokuwa wakikimbizana na shughuli za kila siku. Harufu ya juu ya lami ilichanganyika na kelele za magari, honi na sauti za wauzaji mitaani. Ilikuwa ni siku nyingine ya kawaida mjini, lakini si kwa Bizo. Gari jeusi la kifahari lililokuwa na vioo vyeusi lilitembea mwendo wa taratibu katikati ya mtaa mkuu wa jiji. Ndani yake aliketi Bizo, kijana miaka 20 mwenye sura ya kuvutia na mavazi ya bei ghali aliyomtambulisha kama mtu wa hadhi ya juu. Alikuwa ameketi kwa burudani, akipiga selfie huku akiangaza tabasamu lililojaa ujasiri wa kijana aliyetunzwa maisha yake yote. Pembeni yake walikuwa wazazi wake, Mama Bizo na Baba Bizo, watu waliomlea katika mazingira ya kifahari. Wakijivunia mafanikio ya kibiashara, walikuwa wakielekea kwenye duka moja la kifahari kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa mpya za mitindo. Ghafla, macho ya Bizo yakamvuta taswira ambayo haikutarajiwa. Pembeni ya barabara, msichana mmoja alikuwa akitembea kwa hatua za haraka lakini thabiti. Alikuwa na kikapu kidogo cha plastiki mkononi, kilichojaa mboga za majani, suruali za zamani iliyochakaa kwa matumizi ya muda mrefu. Hakuwa amevaa viatu. Ardhi ilikuwa ya moto chini ya miguu yake, lakini hakuonyesha kuchoka wala kukata tamaa. Alikuwa ni Tina, msichana mwenye roho nzuri aliyezaliwa katika familia ya hali ya chini na ambaye maisha yake yalizunguka sokoni. Macho yake yalikuwa na mwanga wa ndoto kubwa, ndoto ambazo hazikuzuiliwa na hali alionayo, bali zilioneshwa na tamaa ya kubadilisha maisha yake na ya wengine. Bizo akiwa bado ndani ya gari alishikwa na mshangao. Alihisi kitu tofauti, kitu cha kuvutia kisichoelezeka. Bila kujua sababu kamili, alichomoa simu yake kwa haraka na kumpiga picha kwa siri. Haikuwa tukio la kawaida kwake, lakini kwa mvuto fulani ambao ulimvuta zaidi ya uzuri wa nje. Labda ni ule udhibiti wa Tina na namna anavyoonekana asiye na hofu ya dunia. Bizo bado ndani ya gari alishikwa na mshangao. Alihisi kitu cha tofauti. Wazazi wake walimtazama kwa mshangao, hasa Mama Bizo aliyekuwa na msimamo mkali kuhusu watu wa daraja la chini. Alimkazia macho mwanae kwa kuonya kwamba hapaswi hata kuwa na fikra za kuvutiwa na mtu wa aina hiyo. Lakini jioni hiyo Bizo hakuweza kulala vizuri. Aliendelea kuangalia ile picha ya Tina mara kadhaa. Alijikuta akijiuliza maswali yasiyo na majibu. Ni nani huyu msichana? Anaishi wapi? Ana ndoto gani? Na kwa nini moyo wake unasisimka namna hii? Kwa mara ya kwanza maisha ya kifahari hayakuwa na maana kwake. Alihisi kana kwamba ameguswa sehemu halisi ya dunia. Asubuhi ilipofika, Bizo hakuweza kujizuia. Aliamua kurudi tena mtaani kwa tahadhari kubwa, akiwa amevaa mavazi ya kawaida na bila gari lake la kifahari. Alitaka kumuona Tina tena na kupata majibu ya maswali yaliyokuwa yakimsumbua usiku kucha. Akiwa amesimama pembeni ya barabara hiyo, alimuona Tina akielekea sokoni tena. Alikusanya ujasiri wake na kumfuata taratibu, akiwa makini kutompoteza kwenye umati wa watu. Na hapo ndipo safari yao ya kipekee ya mapenzi ilipoanza. Si kwenye jumba la kifahari, si kwenye jumba la kifalme, au kwenye hafla ya watu mashuhuri, bali barabarani, kwenye vumbi, kwenye tofauti za maisha, lakini ndani ya mioyo miwili yenye kiu ya kuelewana. Tafadhali usisahau kusubscribe channel ya B Media na kutoa maoni yako katika comment section ili kupata mwendelezo wa sehemu ya pili.
Msimulizi wako ni mimi Brown Mwangasa.